Shalom. Watu wa Sodoma na Gomora waliharibiwa kwa sababu ya dhambi gani? Kuna mtu anaweza kazani watu wa Sodoma na Gomora waliharibiwa kwa sababu ya dhambi ya uzinzi ama dhambi shoga na usagaji. Lakini watu wa Sodoma na Gomora kama waliharibiwa kwa sababu ya uzinzi ama kwa sababu ya dhambi ya ushoga ama dhambi ya mapenzi ya jinsia moja, kwa nini sasa hivi Mungu hajaiharibu nchi yetu au hajaharibu Marekani au hajaharibu mataifa mengine ya Ulaya ambayo yanatetea ushoga? Kwa nini? Ukisoma vizuri kile kitabu cha Mwanzo 19 utagundua kwamba watu wa Sodoma na Gomora walikuwa wamekataa kabisa kwenda katika mfumo wa kimungu. Walikuwa wamekataa kabisa kujiambatanisha na mfumo wa kimungu. Yaani wao, to them God did not exist. Kwao Mungu alikuwa hayupo. Yaani kwao Mungu alikuwa hayupo. Na kwa nini watu wa Ninawi walisamehewa na Mungu licha ya kwamba walikuwa ni waovu wa kupitiliza? Na hata Yona anasema kwamba hawa watu ni waovu sana, na baada ya Mungu kuwasamehe, Yona anaghadhabika. Kwa nini Mungu amewasamehe watu wa Ninawi? Ukiangalia dhambi ya watu wa Ninawi ilikuwa kubwa kuliko hata dhambi ya watu wa Sodoma na Gomora, kwa sababu watu wa Ninawi walikuwa wanafanya ukatili dhidi ya ubinadamu. Okay, tuseme watu wa Sodoma na Gomora walikuwa wanafanya ukatili dhidi ya jinsia, lakini watu wa Ninawi walikuwa wanafanya ukatili dhidi ya ubinadamu. Walikuwa ni wauaji, walikuwa ni watu wabaya mno. Wewe mwenyewe mtu akikuua hapa utaona kabisa kwamba ni mtu mbaya sana. Lakini Mungu kwa nini aliwasamehe? Alafu watu wa Sodoma na Gomora Mungu akawahukumu. Hakuwahukumu kwa sababu wale watu walikuwa ni wazinzi tu. Aliwahukumu kwa sababu wale watu walikuwa wamekataa kuendana ama kuambatana na mfumo wa kimungu. Kwao Mungu alikuwa hayupo. Kwa hata maonyo ya kimungu wasingeweza kuyakubali, na ndiyo maana wakaharibiwa. Kwa hiyo leo hii tunatakiwa tujue kwamba kama watu wa Sodoma na Gomora waliharibiwa kwa dhambi tu ya mapenzi ya jinsia moja, basi sasa hivi Mungu angetakiwa auadhibu ulimwengu mzima. Kwa nini Mungu hauadhibu ulimwengu mzima kwa sasa hivi? Kwa sababu ushoga na usagaji umeenea. Mapenzi, uzinzi na uzinifu umekuwa ni kitu cha kawaida. Ni kwa sababu bado kuna watu ambao wanamtii Mungu. Kumbuka Abrahamu anasema wakiwemo watu 50 ambao wanakutii, ambao wanalitia jina lako. Anashuka anasema wakiwemo watu 10. Mungu anasema wakiwemo watu 10 sitaiharibu nchi hiyo, sitaiharibu ardhi hiyo. Kwa hiyo Mungu anaangalia kwamba katika taifa hili ama katika dunia sasa kuna watu bado walio wengi ambao wanaomtii. Kwa hiyo Mungu haharibu nchi kwa sababu ya dhambi tu. Mungu anaharibu nchi kwa sababu nchi hiyo imekataa uwepo wa huyo Mungu. Kwa umoja wa nchi hiyo au kwa umoja wa Sodoma na Gomora walikuwa wamekataa mfumo wa kimungu kabisa na kusema kwamba Mungu hayupo, na utii kwao ulikuwa ni kitu ambacho hakipo. Kwa hiyo hata dhambi yako ni ya namna gani, kama unautii na kama umekubali kumtii Mungu, basi unaweza kusamehewa. Lakini kama umekataa mfumo wa kimungu, sahau msamaha. Shalom.